Ninyi wote waheshimiwa wabunge ni mashahidi. Mmeona shida za wananchi wetu huko vijijini. Wana shida kweli kweli. Na sisi wote hapa tumeahidi kwamba tutatatua shida zao. Hatuwezi tukazitatua shida hizo kwa mtindo huu wa kusafiri na kuwa na matumizi ya ovyo ovyo ndani ya serikali, taasisi na vitu vingine. Kwa hiyo ninapoyasema haya, ninasema kwa uchungu mkubwa kwamba tuna wajibu wa kufanya haya ili Tanzania yetu inemeke, ili Tanzania yetu iende mbele, ili wananchi wetu waweze kufaidika, ili wananchi wetu tuwaondolee kero za ajabu ambazo zimekuwa zinawatesa katika maisha yao. Wapo watu yani kwao kusafiri nje, ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake. Tatu, tutadhibiti washa, semina, makongamano na matamasha ambayo kwa kweli yanatumia fedha nyingi tu za serikali, lakini hayana tija na wala hayaongezi ufanisi katika utekelezaji na usimamizi wa sera na mipango ya serikali. Siku hizi kwenye mawizara wakitaka kukutana mahali lazima watafute hoteli, wakati wizarani kuna ukumbi. Wangeweza hata wakakutania kwenye miti wakazungumza wale wanayotaka kuyazungumza. Lakini pia tutasimamia kwa ukamilifu sheria za manunuzi ya umma ili kuhakikisha kwamba mianya yote ya fedha za umma inayotokana na usimamizi halifu tunaiziba. Hii sheria ya manunuzi ni mdudu mwingine mbaya sana. Unaweza ukakuta nyumba ambayo ingeweza ikajengwa kwa milioni 30, kwa sheria ya manunuzi itajengwa kwa milioni 200. Maafisa wetu masurufu wanaokaa kwenye mawizara, unaweza ukakuta karamu ya biki inayonunuliwa shilingi 1000 imenunuliwa kwa shilingi 10,000. Sheria hii imekuwa ni mbaya kwa matumizi ndani ya serikali, lakini katika maeneo mbalimbali. Nina uhakika waheshimiwa wabunge, pakiletwa mswada wa kubadilisha hii sheria, nina uhakika hamtachelewa kuupitisha. Mheshimiwa Spika, 5, tutasimamia na kudhibiti ukiukaji wa maagizo na maelekezo mbalimbali yaliyokwisha tolewa na serikali siku za nyuma kuhusu ununuzi wa bidhaa kama samani kwa ajili ya matumizi ya serikali. Samani zote kwa ajili ya matumizi ya serikali zinatakiwa ziwe zile zinazozalishwa hapa nchini. Serikali ya awamu ya 5 itasimamia kwa karibu na kudhibiti ununuzi wa magari ya gharama kwa ajili ya viongozi na watumishi waandamizi wa serikali, kwa sababu unakuta mtu ni injinia, unatakiwa uende ukakague barabara, badala ya kuwa na pickup unataka kununua V8. Sasa ni lazima tubadilishe huo mwenendo. Saba, tutaendelea kuchunguza na kudhibiti matumizi ya serikali na taasisi zake zote yasiyo na tija kwa uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, mambo ni mengi, lakini kwa ajili hiyo vipaumbele vya serikali ninavyotarajia kuiunda vitakuwa ni kupunguza urasimu ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa maamuzi na miradi ya serikali, kubana matumizi kwa kupunguza yale ambayo kutokana na hali yetu ya uchumi kwa sasa yanaweza kuepukika, na kurejesha nidhamu ya serikali na utumishi wa umma
kwa kuongeza uwazi na uwajibikaji. Tutatekeleza vipaumbele hivyo kwa kufanya, pamoja na mambo mengine, kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, kuongeza usimamizi katika ukusanyaji wa mapato ya kodi na maduhuli ya serikali kwa kuziba mianya ya ukwepaji kodi, na tutahakikisha kwamba wale wote wanaotakiwa kulipa kodi wanalipa ipasavyo. Tutaongeza nidhamu ya matumizi ya serikalini ili kuhakikisha fedha zinazookolewa zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo na kusimamia sheria, kanuni na taratibu za uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma ili wawajibike kwa wananchi ambao ndio wateja na waajiri wao wakuu wa utumishi na umma. Kabla ya kuhitimisha, nitoe wito kwa waheshimiwa wabunge na bunge hili ambalo najua linalo nafasi ya kuweka historia ya kuwa kitu kimoja na kuweka maslahi ya taifa mbele. Kama kuna kitu ambacho wananchi wanachukia ni lugha za vijembe, mipasho, ushabiki wa vyama bungeni. Kwanza tukumbuke wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, sisi ni kitu kimoja. Na pili, tumechaguliwa kuwawakilisha wenzetu. Baada ya miaka 5, kila mmoja atarudi kwenye jimbo lake kuomba kura, na huko atapimwa kwa maendeleo aliyoyapeleka. Ningewaomba tusimame pamoja. Tanzania ni yetu sote. Tutangulize maslahi ya nchi mbele. Na kwa mara ya kwanza Watanzania waone bunge tofauti na sio bunge la kuzomea kutoka nje, kutukanana na mipasho ya kadhalika.